Okay, so nimebarikiwa. Nashukuru sana kufika hii nyumba kwa siku ya pili. Nimewahi kufika hapa mzee akiwa bado mzima. Na poleni sana familia, poleni kanisa. Mimi ni member wa kanisa yake na nilikuwa kwa kanisa hiyo siku akiritaya na kuna kitu nilijifunza. Lakini kabla sijawaambia kitu nilijifunza, acha niwapatie verse moja. Iko kwa 1 Thessalonians 4:13 ambayo inasema wakati sisi wa Kristo tunapolia, tusilie kama wale ambao hawajaokoka, tujichunge. So familia ngerito siku mato ngeridi misingo one magisiku no ati magingengele mzee amepumzika. Si kweli? Kwa hivyo tunalia na macho moja, ingine tunafurahi kwa sababu mzee wetu Mungu alitupatia maisha yake hiyo muda yote. Na nimeshukuru sana kwa sababu Jessica amekuwa akini-involve kwa mambo ya hii familia sana. Na hiyo siku alinipigia simu na kwa sababu ninaharakisha tuacha nisiseme historia ya hiyo siku kitu ilifanyika. Mkishaona kwa chako hapa ataniharakisha sana. Atanipeleka kama gari ya miraa. Sasa sijui kunaonaje huyu Jessica kwa sababu mimi amejaribu na mama mara mbili. Si mimi nataka sasa naona round hii ajaribu na kijana kuwa PA yake. Na kijana ndio huyu hapa. Tunatafuta mwingine. Ndio huyu hapa. Na tusingoje eti tukue tunangoja mpaka tukienda retire ndio tunataka kuomba ubunge. Ubunge vijana tunaweza hiyo kazi. Jambo lingine ile kitu ambayo nimejifunza kutoka kwa mzee kabla hajapumzika na kwa nini aliretire. Inatufunza kwamba unaona kabla meno ijaanguka usikae kwa kiti mpaka meno ianguke. Bwana koeje kidogo kidogo nakimbiza kiti ukienda taa 1 2 3 unaenda nyumbani. Ama unaenda unakuwa governor, si ndio? Mimi kama kijana kabla nywele ijakuwa nyeupe, kabla meno yangu ijaanguka, kabla sijapata kitambi, kabla sijazeeka nataka kuhudumia kama mbunge na Nakuru Town West. Na kujifunza kulikaya tafadhali. Asante. Hello. Siada hiyo pia ni siasa. Hello. Unajua hii siasa usaiweka kwa harusi, hiyo ni sawa? Pigia makofi. Haya, karibu ndugu yangu dakika moja tu.